Sasa sehemu ambayo ilikuwa inazalishwa na hiyo mitambo imehama, inafidiwa na uzalishaji unaotokana na maji. Lakini pia katika ile mikoa ambayo ilikuwa haijaungwa kwenye mfumo wa grid, nimeitaja mmoja wa mikoa ambayo kama tungekutana mwaka jana mwezi wa 11 ambao pia ningeutaja kwamba hauko katika mfumo wa grid ya taifa, ulikuwa ni mkoa wa Kigoma. Lakini mwaka wa jana tarehe 14 Disemba, umeme wa mfumo wetu wa grid kutokea kituo cha Nyakanazi na substations ambazo tulizijenga pale Kidawe Kigoma, tuliweza kuwasha umeme wa grid katika mkoa wa Kigoma. Sasa jambo hili limetupunguzia gharama, kwa sababu Kigoma pale tulikuwa tunazalisha umeme kuwapatia wananchi wa Kigoma kwa kutumia generator za diesel ambazo kwa mwaka matumizi yake ya mafuta na matengenezo zilikuwa zinafikia bilioni 58.4. Kwa kiwango hicho cha fedha tumefanikiwa kukiokoa kwa kuweza kuunga ule mkoa katika mfumo wa grid ya taifa. Lakini nimesema mwishoni mwa mwezi huu mkoa wa Katavi utaungwa pia kwenye mfumo wa grid ya taifa, na hivyo tutasitisha uzalishaji wa umeme katika eneo lile kwa kutumia majenereta ya diesel, ambapo pia tunataraji kuokoa jumla ya shilingi bilioni 27.5 kwa mwaka ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kuzalisha umeme wa mafuta katika eneo lile pamoja na matengenezo ya mitambo. Mkoa wa Rukwa, matumizi ya mafuta yapo kwa kiasi kidogo, kwa sababu sehemu kubwa ya umeme tunaotumia kuulisha mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka katika nchi ya Zambia. Nimesema kwamba mkoa wa Rukwa haujaingia kwenye mfumo wa grid ya taifa kulingana na jiografia yake, lakini nimesema mwakani au 2027 katikati, kupitia mradi ule wa laini kubwa ya kusafirisha umeme kutoka Iringa, Mbeya, Tunduma mpaka Zambia, mkoa huo utaungwa kwenye grid ya taifa. Na kama mnavyofahamu, nilisema sehemu ya mkoa wa Kagera haijaunganishwa kwenye mfumo wa grid ya taifa, ukiondoa wilaya za Ngara, Mleba na Biharamulo. Wenzetu wa Bukoba, Kyerwa, Karagwe na Misenyi bado tunawapatia umeme ambao tunaununua kutoka katika nchi ya Uganda. Lakini nikasema mradi wa Benako Kyaka transmission line utakapokamilika, basi tutakuwa katika nafasi ya kuweza kuulisha mkoa ule kutoka kwenye grid yetu ya Tanzania. Watanzania wenzangu, shirika la TANESCO linao wafanyakazi wanaofika 10,251. Katika sehemu hii wafanyakazi wa kudumu wako 6,273. Wafanyakazi wa mikataba ya muda maalum, yani temporary staff, wanafika 2,478, lakini pia tunao vibarua ambao tunafanya nao kazi katika maeneo mbalimbali wanaofikia 1,500. Nilikuwa ninalitaja hii kwa ajili ya kuonyesha kiwango kikubwa ambacho serikali kupitia shirika letu imeweza kutoa ajira kwa ajili ya Watanzania, na Watanzania wengine wengi pia wamepata fursa ya kuajiriwa katika miradi mingi ambayo imekuwa ikiendelea, ikiwemo mradi wa Julius Nyerere ambao sasa unaelekea kukamilika. Watanzania wenzangu, pia tunayo mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika tasnia ya huduma kwa wateja katika kipindi hiki cha miaka 4 ya awamu ya 6. Mwaka 2022 sisi kama shirika tulifanikiwa kuanzisha mfumo wa kidijitali wa maombi ya umeme unaoitwa Ni Connect. Kupitia simu zetu nzuri hizi za kisasa au visoswadu, mtu anaweza akaweka maombi yake ya kuomba unganishiwe umeme kwa kupitia njia ya simu, na hili ni jambo zuri pia ambalo limefanyika ndani ya kipindi cha miaka 4 ya awamu ya 6, kwa sababu nimesema tumelifanya hili mwaka 2022. Lakini katika mwaka huo 2022 tuliweza kuanzisha kituo cha miito ya simu
ambapo wateja wanaweza wakapiga simu na wakatuelezea matatizo yao na watu wetu wakaweza kuyatatua kwa kufanya mawasiliano baada ya kupokea simu hizo kupitia hiki kituo cha Mito. Lakini hivi sasa pia kama shirika tumeboresha eneo hilo. Mteja anapotupigia simu basi yeye halipi, kwa maana kwamba anaweza akapiga bila malipo. Unaponyanyua simu kupiga namba 180 TANESCO ili uweze kupatiwa huduma, basi utasikilizwa na kupatiwa huduma bila kukatwa fedha yoyote kwenye simu yako. Na hilo tumelifanya mwaka huu wa 2025, hilo ya toll free line. Lakini mwaka 2023 pia tulianzisha mfumo wa utoaji wa taarifa kwa wateja kwa njia ya WhatsApp, ambao sisi tunaita GSOT. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo shirika limeendelea kutumia maendeleo ya teknolojia kwa ajili ya kuboresha pia huduma kwa wateja wake. Lakini hiyo haitoshi, tumeanzisha pia kitu tunaita makundi sogozi.